Tukio la Karbala, tukio la Imam Hussein linatuhusu sote kwa ujumla, na katika kikao chetu hiki kuna mambo na maswali ambayo tunapenda kuyauliza. Lengo ni ili tuchangie katika kulitambulisha hili tukio na kulielezea hili tukio, ili sisi na wengineo ambao hawapo katika eneo hili wapate kufaidika na wao pia na majibu yenu nyinyi mtakaoyatoa kulingana na maswali yatakavyokuwa yakiulizwa. Kwa hiyo tukiuliza, yule ambaye anajibu la uhakika limenyooka, tutamuomba atainua mkono wake na aweze kujibu mara moja. Swali la kwanza ni kwa nini kifo cha Imam Hussein alayhi salam kimlize Bwana Mtume kabla Imam Hussein hajauawa? Nilikuwa napenda kupata majawabu. Ni kwa nini kifo cha Imam Hussein kimlize Bwana Mtume kabla ya Imam Hussein hajauawa? Shekhati Biriziki, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sababu ya Mtume Muhammad kulia kwa ajili ya Abdillahi kabla hajafa ni kwa sababu watu ambao watakuja kumfanyia ukatili na kumdhulumu ni watu ambao walikuwepo katika enzi za Bwana Mtume, wakiwemo maswahaba wake. Hilo ni jibu la kwanza. Je, kuna mwingine anajibu la pili? Na shekhati kule. Ahsant. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sababu iliyomfanya Bwana Mtume kulia kabla Imam Hussein hajafa au kuuawa, alitambua wakati Imam Hussein hajakuuawa atakuwa mama yake atakuwa hayupo tena duniani, wala kaka yake wala yeye mwenyewe, na atauawa vikali kuliko kifo chochote cha mtu yeyote aliyetangulia kufa. Atakufa kwa kifo kibaya, ndio maana akawa analia kabla Imam Hussein hajafa. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je, Mtume alilia ni kwa sababu Hussein ni mjukuu wake, kwa maana ni kilio cha kinasaba, au kuna mambo zaidi ya nasaba yaliyomfanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atoe machozi? Narudia tena swali. Bwana Mtume alimlilia Imam Hussein kwa sababu tu ni mjukuu wake, au kuna mambo ya ziada ambayo Bwana Mtume aliyazingatia wakati akimlilia Imam Hussein? Shekhati kule nafikiri. Hapana, Mtume kumlilia Imam Hussein kwa sababu ni mjukuu wake. Alimlilia Imam Hussein kwa sababu mambo mengine ya ziada, kama hivyo alivyotuambia Sister Ridhiki kwamba watu ambao alimuua ni wale ambao aliishi nao, afa aliwafundisha, kawaelekeza kabisa dini vizuri, lakini baadaye wakaja kumgeuka na mambo mengine mbalimbali, ndio yalimliza Mtume wetu. Haya, mwingine? Ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuweza kulipokea jambo hili jinsi lilivyokuwa na uzito kiasi kikubwa. Sauti. Ni kwa sababu Bwana Mtume hakuweza kulipokea jambo hili jinsi lilivyokuwa na uzito mkubwa. Kwa nini? Tujasikia vizuri. Kwa sababu Mtume hakuweza kulipokea jambo hili jinsi lilivyokuwa na uzito mkubwa ndani yake.
Mwingine huku naona kuna mkono huku. Sababu ilomfanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliye ni kwa sababu ya kutokana na kifo cha mjukuu wake, ni jinsi gani atakavyouawa kikatili na kiunyama, yani atakavyouawa kutopewa maji, angali kwamba mnyama mwenyewe kabla hakuuawa ni lazima pewe maji kwanza ndipo hachinjwe, lakini yeye hakuweza kupewa maji na kuuliwa kikatili zaidi ya mnyama. Swali lingine ni kwa nini Bibi Zainab anaitwa shujaa wa Karbala? Swali linasema ni kwa nini Bibi Zainab anaitwa shujaa wa Karbala? Kwa nini? Ni kwa sababu ni mwanamke wa kwanza ambaye aliweza kushuhudia madhila makubwa aliyomkuta, kupotelewa na wapendwa wake akiwa anashuhudia. Licha ya hivyo, aliweza kuonesha ujasiri wake pindi ambapo aliona baadhi ya wapendwa wake wakifa, na aliwaruhusu wengine pia waende wakajitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Asante. Swali lingine, Bibi Zainab alifanya kitu gani baada ya kuuawa Imam Hussein? Swali, Bibi Zainab alifanya kitu gani baada ya kuuawa Imam Husaini? Jamani wengine? Bibi Zainab alipata ujasiri, akasimama mbele ya muovu Muawiya, Yazid bin Muawiya, na kuweza kuwatangazia na kuweza kuwajuza watu wa mji wa Kufa, watu wa mji wa Sham juu ya yaliyojiri katika mji wa Karbala. Yani shoti, bila Bibi Zainab kusimama na kuelezea umma juu ya kila kilichotokea kule Karbala, mpaka sasa sisi wenyewe tusingejua kipi kilichotokea kule Karbala. Asante. Asante. Swali lingine, je, wanawake walikuwa na nafasi gani katika mapambano ya Karbala kwa ujumla? Wanawake walikuwa na nafasi gani katika mapambano ya Karbala? Wanawake walikuwa na nafasi gani katika mapambano ya Karbala? Wanawake walikuwa na nafasi kubwa katika upande wa Karbala, pale ambapo walikuwa wanawashauri watoto zao, kuwapa moyo, kuwaambia kuwa waende kupambana kumuunga al-Imamu al-Husaini, kuwa hiyo ni mambo ya kishujaa, yani kuwapa moyo waelekee kujiunga, wasikate tamaa. Na vile vile japokuwa watoto zao walikuwa wakiuawa katika Karbala, lakini bado walisimama na kuambia wame zao kuwa nao waelekee Karbala, wapambane wamuunge al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Asante. Swali lingine, wanawake wa leo wanaweza kujifunza nini kutoka kwa Bibi Zainab alayha salam? Wanawake wa leo wanaweza kujifunza nini kutoka kwa Bibi Zainab alayha salam? Wanawake wa sasa hivi tunajifunza, cha kwanza, hata kama tupo katika vita au katika hali ngumu, cha kwanza ni kuitunza hijabu yetu. Kama Bibi Zainabu, japokuwa alikuwa katika yale madhila, lakini hijabu aliitia kipaumbele, yani ilikuwa ni kitu cha kwanza kuitetea. Vile vile hakuogopa, aliongea na kuambia kuwa kadri ya karne itakavyoendelea, Mashia watakuwepo na hijabu itakuwepo. Na sasa hivi tukiangalia katika wanawake wa sasa hivi, tunajifunza hijabu ipo, na vile vile tunabidi tuiendeleze hijabu. Haya, asante. Asante. Swali lingine, je, Karbala ilikuwa ni tukio la wanaume pekee? Je, Karbala ilikuwa ni tukio la wanaume pekee? Swali.
Hapana, alikuwa ni tukio la wanaume tu, bali lilikuwa ni tukio la wanawake na wanaume, yaani watu wote. Kivipi? Kwani wanawake pia walikuwepo na mchango, au walikuwepo na uwezo wa kusaidia mambo ambayo watakayoweza katika vita. Asante. Kuna mwingine anaweza akawa anajibu changia, ambaye hajajibu? Hapana, tunaweza kuona kwamba sio tukio la wanaume pekee, ila lilikuwa na wanawake, pale ambapo tunamwona Bi Zainab aliposimama kutetea hijabu yetu mpaka leo tupo tunajistiri. Pia tunaona mchango wa wanawake kuambia watu wao wazidi kupambana kwa ajili ya kupambania dini yetu. Swali lingine, kwa nini mateka wa Karbala walikuwa sehemu muhimu ya ushindi wa Imam Hussein alayhi salam? Kwa nini mateka wa Karbala walikuwa sehemu muhimu ya ushindi wa tukio la nini la Karbala? Kwa nini? Kwa sababu pasingekuwa au mateka wa kupelekwa Sham, sisi sote tusingejua ile tukio kama Imam Hussein aliuawa Karbala. Pangekuwa wale maadui wameua watu wote pale Karbala, basi pasingekuwa na mtu anayejua kuwa Imam Hussein kafanywa hivi au kafanywa hivi, bali wale maadui wangekuja kusema vice versa ya Imam Hussein. Asante. Haya, labda ningejaribu kuuliza swali hili la mwisho. Sukaina alayha salam alikuwa nani na alikumbwa na changamoto gani? Sukaina alayha salam alikuwa nani na alikumbwa na changamoto gani? Swali la mwisho. Bibi Sukaina alikuwa ni mtoto wa Imam Hussein, na pia Bibi Sukaina alikumbwa na tatizo la kuletewa kichwa cha baba yake katika sinia, na iko kichwa ikampelekea pale pale kupata shahada, kupata kifo. Nafikiri hilo lilikuwa swali letu la mwisho, na baada ya kufikia hapo sasa tungepata mwongozo. Sheikh, karibu. Wala utabaruka Sheikh. Sheikh, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على. Tukio la al-Imam al-Hussein alayhi salam ni tukio lenye ncha mbili. Ni tukio ambalo linatufundisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Kitu cha kwanza tunachokisoma kupitia al-Imam al-Hussein na tukio la Karbala ni darsa tunayoipata. Mtoto wa Mtume, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, alitufundisha jinsi ya kuitetea dini yetu, jinsi ya kutetea ubinadamu wetu, na jinsi ya kutetea haki. Unapokuwa umesimamia haki, unasoma kwa Aba Abdullah al-Hussein. Unapokuwa unataka kuitetea dini, unamsoma Aba Abdullah al-Hussein. Aliteteaje? Alisimamaje?
alisimama akiwa peke yake. Kwa hiyo tunasoma kwanza ni tukio la jinsi ya kumkomboa mwanadamu katika hali ya maisha anayoishi. Kwa hiyo hilo la kwanza tunalisoma. La pili ni tukio la kihisia, na ndipo utaona al-Imam Sadiq alayhi salam anasisitiza kumlilia al-Imam al-Hussein alayhi salam. Kwa nini? Kwa sababu ni tukio la kihisia, linatufundisha kwamba wewe unaonaje lau angekuwa ni mtoto wako ameuawa katika hali ile? Unaonaje angekuwa ni mjukuu wako akauawa katika hali ile? Kwa hiyo huna huruma wewe, huna ubinadamu. Kwa hiyo tunatakiwa tumlilia al-Imam al-Hussein kwa sababu za kihisia, kwa sababu za huruma. Hata katika vita vya Kiislamu huwa tunachunga mipaka. Tunapopigana hatuwapigi wanawake, hatuwapigi watoto, hatukati miti, hatufanyi. Lakini kwenye tukio la al-Imam al-Hussein alayhi salam, moja ya malengo ya mateka wale wanawake walioteka kwenda Kufa na baadaye kwenda Iraki ni kufichua njama ya Bani Umayya kwamba hawa watu sio Waislamu, hawana huruma hata na wanawake. Wanawake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mara ya kwanza wanaonekana hawana hijab, yani walivuliwa hijabu zao kwa nguvu, wao wamejifunika. Wakaja wanajeshi wa Yazid wakawafunua hijabu kwa mara ya kwanza mabanati wa Mtume. Kwa hiyo ni swala la hisia. Kwa hiyo tunaposoma tukio la Karbala tuvute hisia zetu, ingekuwaje kama ingekuwa ni mtoto wako? Ndipo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akalia kwamba itakuwaje umma wangu hawa ambao mimi naishi nao, nawafundisha dini, nawaonea huruma. Katika surati Tauba, azizun alayhi ma anittum harisun bilmu'minina raufur rahim. Hizi ndizo sifa alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini akashangaa kwamba umma huu utakuja kumuua mtoto wangu huyu. Akawa analia kwa sababu ya kuwaonea huruma hawa ambao wataingia motoni kwa sababu ya kumuua mjukuu wangu. Kwa hiyo akawa anawaonea huruma wao. Hata al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi katika siku ya Karbala, jioni kabla ya kwenda kwenye mapambano, akaonekana al-Imamu analia. Watu wanamuuliza, anta ya ibn rasulillahi tabki, hata wewe mtoto wa Mtume unalia? Tunajua nyumba yenu nyinyi ni mashujaa, hamuogopi, hamuogopi yoyote. Akasema, la, mimi silii kwa sababu eti nimeona familia yangu inauawa. La, mimi nalia kwa sababu nawaonea huruma hawa wataingia motoni kwa sababu yangu mimi. Kilio changu kiko hapo. Kwa hiyo tukio la al-Imam al-Hussein linatupa mafunzo mawili. Funzo la kwanza ni darsa, ukweli, uaminifu, uadilifu, ushujaa wa kuitetea dini hata kama utabaki peke yako. Darsa la kwanza. Lakini darsa la pili ni kuionea huruma familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili wao kinyama, bila huruma, bila kupewa maji, bila ya kupewa chakula, wako jangwani, wageni, hakuna wa kuwatetea. Sisi kama Mashia, kama Waislamu, tunawaonea huruma familia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sisi tunalia kama alivyolia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nimempa maiki mtu ambaye Allah yasalimu inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. Masiku haya ya Muharram al-Haram ni masiku ambayo tupo kwa ajili ya kuwaenzi, kutoa pole kwa kizazi cha mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tukiwa katika kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu pale aliposema waman yu'azzim sha'air Allah, kila mwenye kutukuza alama, yani kila ambacho ukikiona kinakukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinaingia katika mlango wa sha'air Allah. Anasema fa innaha min taqwa alqulub, ni ucha Mungu, ni katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam al-Hussein alayhi salam ni alama katika hizo alama ambazo zinaturudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa hapa tunatoa pole kwa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tukihudhuria majalisi hizi tunatoa pole kwa al-Imam Ali salawatu rabbi wa salamu alayhi. Tukihudhuria majlisi hizi tunatoa pole kwa Bibi Fatima az-Zahra salamullahi alayha, ambaye pia alimwambia na kumuuliza mtukufu Mtume Muhammad katika kikao kile ambacho aliashiria na kukizungumza kifo cha al-Imam al-Hussein alayhi salam. Bibi Fatima akamuuliza kwamba wakati huo na kipindi hiko kitakuwa ni kipindi kipi? Mtume akamjibu fi zamanin khali minni wa minki wa Ali, kipindi ambacho si mimi nitakuwepo, si wewe wala Ali. Kilio cha Bibi Fatima kilizidi, lakini nafasi yako ndio ilikuwa sababu ya Bibi Fatima kilio chake kupungua. Mtume akamwambia, Bibi Fatima akamuuliza Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama mimi wewe Imam Ali hawatokuwepo, atamlilia Imam Hussein nani? Je, yupo ambaye atakayemkumbuka al-Imam al-Hussein? Yupo yoyote atakayeweka majlis kwa ajili ya kukumbuka masaibu haya? Mtume akamjibu akasema, ndiyo, katika zama zijazo wapo mashia wanawake, mashia wanamume wataweka majalis kwa ajili ya kumtukuza, kumtaja na kuhakikisha utajo wa al-Imam al-Hussein alayhi salam unaendelea vizazi na vizazi. Kwa hivyo kuhudhuria kwako ni kutekeleza maneno haya ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika wale ambao watakao simama imara, watakao yaenzi yale aliyoyaendea al-Imam al-Hussein alayhi salam, lakini zaidi ya hapo Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni katika wafuasi wa kweli wa al-Imam sahib al-asr wa zaman, arwahuna liturabi maqdamihi al-fida. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.